40:60. Kabla tujaenda Qur'ani 40:60. Si hata mimi nilikuwa na swali langu hujajibu. Nitalijibu. Acha jibu langu utasahau. Yako ilikuwa hivi. Nimekuuliza swali moja. Mungu wa Kristo anaitwaje? Mungu kwa Biblia, sio Mungu wa Kristo. Sio Mungu kwa Biblia anaitwa Yehova. Wapi anasema mimi ni Mungu wa Kristo, jina langu. Sasa anakuambia Mungu hasemi mimi ni Mungu wa Kristo. Mungu kwa mujibu wa Biblia anaitwa Yehova. Kwa mujibu wa Qur'an anaitwa nani? Kwa mujibu wa Qur'an, Mungu wa Qur'ani anaitwa Bwana wa Kaaba, Mungu wa Maka, na anaitwa Allah. Na nimekwambia hakuna Mungu aliabudu. Sawa. Twende swali lingine. Hatuoni swali lingine. Mungu wa Kristo anaitwaje? Mungu kwa mujibu wa Biblia. Kwa mujibu wa Biblia ambayo Wakristo wanasoma, Wayahudi wanasoma, huyo Mungu anaitwa Yahweh ama Yehova. Leta swali, mimi nikae chini. Swali kwa hapa nisomee katika Qur'ani 40:60. Sawa. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. 40:60 inasema mwalimu. Na Bwana wenu anasema niombeni nitakujibuni. Kwa hakika wale wajivuniao kufanya ibada yangu bila shaka wataingia jehanamu wadhalilike. Kwani ni shida hiyo? Inasema hivi, sikiza. Si hata ni kitabu hilo unaona kwa mkali umebeba kwa kijana. Ana shida, sana kushikia hata. Inasema na Mola wenu amesema. Mola wa nani? Mola Subhanahu wa Ta'ala. Niombeni nitakujibuni. Kwa hakika wale wajivunao kufanya ibada yangu, yani wanafanya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka wataingia jehanamu wadhalilike. Mimi nauliza, nani kujivuna ni nini? Sasa unajua unajivuna kufanya ibada. Si mimi nikitafanya ibada unajivuna nifanye ibada ya Mungu wangu. Sasa wewe ukifanya ibada ya Allah, unajivunia ibada ya Allah, unaenda wapi? Jehanamu. Kwani kwa mgonjwa ni mgonjwa wala. Sasa swali nauliza. Basi. Swali nazouliza labda niulize. Haya. Sasa wewe sasa ni kitu kidogo nieleze baada maana. Haya, wacha kueleza. Kwanza patiana hapo mic kidogo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ama ba'd. Kwanza Yusufu, najua nilikuwa nimekaa pale namsikiliza, anapita mapito zake namsikiliza tu, naona anavyosafiri. Kuna mambo 2-3 nataka kidogo nimueleweshe huyu Yusufu, asije mara nyingine anakuja na mambo ambayo haeleweki. Asije mara nyingine anakuja na mambo ambayo haeleweki. Anasema kwamba makafiri walikuwa wanamuita Mwenyezi Mungu Allah, na kwamba Muhammad alikuja akamuita Allah, bi maana Muhammad amekopi makafiri. Kwanza kwa taarifa yako, inafaa uelewe kitu kimoja. Waarabu tangu zamani wamemuita Mwenyezi Mungu Allah na ndiyo jina yake, na wamejua kumuita Allah kupitia Nabii Ibrahim alayhi salam na kupitia Nabii Ismail alayhi salam, na wameishi wakimuita Allah wakiwa katika imani sahihi kabisa, miaka na karne. Hata wakati wa Israeli wameshikwa mateka wakipelekwa Misri, wao Waarabu walikuwa katika imani sahihi ya Mungu na wanaabudu vizuri. Ndio unaona Waarabu hawakuteswa. Kwa sababu gani? Kwa sababu walishikilia imani yao kwa muda mrefu. Sasa waliendelea na hiyo imani mpaka hata hawa Misri wa Israeli wameshikwa mateka, wametoka, wamekuja, wameletwa Palestine na Musa. Waarabu imani yao iko clear, haijaingia matope, bado wanamuita Allah, na wakaendelea hivyo mpaka wakati wa Daudi. Wako pale Maka, area zao na nchi zao, wanamjua Mwenyezi Mungu na imani yao wako ichambua mpaka miaka 300 kabla ya Yesu kuja duniani. Miaka 300. Wakati huo kumbuka, Waisraeli wameshikwa mateka na wale Mababiloni. Nebukadreza amewapiga mateka na amewashika, amewapeleka kuwa watumwa, akawatawala miaka kama 200. Tena subiri, ninafundisha Mr. Kiudishi. Baada ya hapo, wao kwa nini wanateswa? Kwa sababu walikuwa wanaasi, wanaanza kuabudu mabaal, wanaabudu masanamu na miungu zingine. Unaona, Waisraeli walikuwa wanapotea na Waarabu walikuwa hawapotei.
miaka 300 Yesu hajazaliwa, ndio bwana mmoja anaitwa Luhei akaenda katika nchi Sham, kule akanunua sanamu, ndio akaileta Al-Kaaba. Miaka 300 kabla ya Yesu kuja. Na wakati huo Waisraeli ni mateka, wanatawaliwa na Wayunani, the Greek wanawatawala, na huko wanawachafua pamoja na hao Waisraeli wakiingia katika baadhi ya ibada za kisanamu. Unaona? Ndio hapo sasa Waarabu wakaanza kupotea miaka 300 tu kabla hajazaliwa Yesu. Akija Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka 500 baadaye, ni kama miaka 800 peke yake ndio Waarabu waliabudu sanamu peke yake. Ndio hapo walipotea. Lakini ile jina ya Allah hawakuisahau. Walikuwa wanajua hata kama ya masanamu wanaweka, wanayaangalia na kuyaona kuna yule Mungu ambaye haonekani anaitwa Allah. Walijuaje? Kwa kufuatia Nabii Ibrahim na kufuatia Nabii Ismail. Kwa hiyo Waarabu wakisema Allah, hata kama wale wamekufuru, ni kwa sababu walifundishwa jina ya Mwenyezi Mungu halisi na nabii. Kwa hiyo Muhammad hakusoma kwa makufari. Makufari wenyewe walisoma kutoka kwa mababu, ambao mababu walisoma kwa mtume. Kama wao wangetangulia Muhammad Yakobo ingekuwa makosa, lakini wao walipotea. Aliyetangulia ni nabii. Hao wakaendeleza, hawakuacha ile jina mpaka Muhammad akaja. Ndio Muhammad akitaja Allah, Waarabu walikuwa wabishi. Muhammad akitaja Nabii Ibrahim, Waarabu hawabishi. Muhammad akitaja Nabii Ismail, Waarabu hawabishi, kwa sababu walikuwa wanajua. Kwa hiyo kwa taarifa yako, Muhammad hakukopi makufari. Makufari ndio ambao kwamba walipotea, lakini jina lilitoka kwa Nabii Ibrahim na Nabii Ismail. Kwa taarifa yako kwa kujua tangu leo. Waislamu takbir. Kwa hiyo jina la Mwenyezi Mungu ni Allah, kutoka kwa nabii, sio kutoka kwa makufari. Hiyo njia ya kwanza umeenda vibaya. Njia ya pili umeenda vibaya. 42:52 Qur'ani, rudia. Sije hapo napita mapito ambayo haifai. 42:52 Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Twende. Inasema hivi mwalimu. Naam. Na namna hivi tumekufunulia wahi kwa amri yetu. Ndio. Ulikuwa hujui kitabu ni nini? Unaona? Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Muhammad, tumekufunulia wahi kwa amri yetu, ulikuwa hujui kitabu ni nini. Twende. Wala imani, wala ulikuwa hujui imani. Yusufu kwa kupotea kwake anasema kwamba Muhammad alikuwa hajui imani, kwa hivyo alikuwa kafiri. Wewe unakwambia una matatizo, akili yako inafaa ifunguliwe, angalia kuna shida gani, rekebishwe. Kama kuna hatu moja iko luzi, kazwe kidogo. Aya iko straight. Haikusema kwamba ulikuwa huna imani. Kama aya ingesema kwamba ulikuwa huna imani, basi ingekuwa ni kafiri. Lakini ulikuwa hujui. Kutojua kitu sio makosa. Alikuwa hajui imani. Kama hajui ina tatizo. Unaona? Kutojua sio kukosa. Kutojua mambo mengine. Saizi kuna Waislamu wengi, kuna mambo mengi ya dini hawajui. Na Muhammad pia alikuwa mambo mengi ya dini hajui. Kwa hiyo imani alikuwa hajui ni nini, lakini si kwamba alikuwa hana. Kama aya ingesema alikuwa hana imani, wewe ungekuwa na hoja ningeketi. Lakini kusema ati hana imani, kwamba hujui imani, wewe ni kafiri, hiyo mnati yako moja inafaa ufunguliwe. Alikuwa hajui na Mungu kamfundisha. 53:3. Wewe namna gani? Sipite mapito kama wewe mara nyingine. Na usiseme kwamba hajui hana. Kifundishe Kiswahili. Sije na koroga mambo namna ndio kwamba haifai. Twende mwalimu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam, wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yako. Unaona, hasemi kwa matamanio ya nafsi yako. Twende. Hayakuwa haya anayosema, ila ni wahi ambayo ufunuo uliofunuliwa kwake. Unaona, kwa hiyo Muhammad baadaye akawa anatoa ufunuo. Twende. Amemfundisha malaika. Narudia tena. Hayakuwa haya anayosema, ila ni wahi umeletwa ufunuo uliofunuliwa kwake. Amefanyaje? Amemfundisha malaika mwenye nguvu sana. Unaona, amemfundisha malaika mwenye nguvu sana. Kwa hiyo alikuwa hajui imani. Jibril akaja akamfundisha imani, kwamba imani ndio hii. Alikuja kwanza, wakati huo akija kumfundisha imani ni nini, Nabii alayhi salam alikuwa pamoja na wanafunzi wake.
Jibril akatokea kwa sura ya mwanadamu, akaja kumuuliza, unajua imani ni nini? Nguzo za imani. Nabii sallallahu alaihi wasallam wakati alipouliza hivyo, baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ndio, na akajibu. Alipojibu, Jibril akasema umejibu vizuri. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kufundishwa akawa amezijua. Kwa hiyo yeye alifundishwa imani na imani akaijua. Kwa hiyo kutojua sio kumaanisha huna. Huna ni kitu kingine na kutojua ni kitu kingine. Haya, hiyo tumemaliza. Akaja vibaya tena, ati Allah ni Mola wa watu wa Maka. Unaona, wewe usio na wasiwasi, mimi kwa sina haraka. Tumepita vibaya tu na mimi nakuangalia. Sasa Qur'ani ikisema kwamba muabudu Mola wa mji huu Maka, kwani kuna kosa gani? Kuna kosa gani kusema hivyo? Makosa ni kusema kwamba uabudu Mungu anayekaa Maka. Aya haikusema, ima alitaka kucreate kama ionekane kwamba Mungu anakaa Maka. Ni makosa kwako, sio makosa kwangu. Makosa kwako kwa sababu ya kutojua vitabu vyako na historia ya mambo. Kwa nini Mungu aite Mola wa Maka? Hebu nisomee kitabu chake, Wafalme wa Kwanza 11:13. Kwanza nimtengeneze kitu ajue, alafu waone kwa nini aliitwa Mungu wa Maka. Mungu wa Maka ina tatizo? Ndio Mungu wa mbingu na ardhi, ndio Mungu wa wanadamu wote. Kwa hiyo kuna tatizo gani? Mungu wa Maka lazima uwe, mfano useme mwenye hii nyumba ama bwana mwenye hii nyumba lazima akae ndani? Sio lazima. Hata mwenyewe hayuko hapa, labda yuko masafari zake kwingine, hapa wanakaa watu wengine. Sasa Mola wa Maka yuko wapi? Katika arshi yake amekaa, lakini wakazi wa Maka wanajulikana. Tofauti na kusema kwamba Mungu anayekaa Maka, hiyo ingekuwa makosa. Haikusema hivyo aya. Mungu wa Maka, hiyo Maka iko na Mungu wake. 11:13 Wafalme wa Kwanza 11:13 ndio nasema hivi mwalimu. 11:32. Asante mwalimu wangu, ameniweka sawa. Ndio, lakini yeye atakuwa na kabila moja, ndio kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi, kwa ajili ya Yerusalemu. Unaona, Mungu kwa zamani amezungumza, hata Yesu ajaja duniani, kwamba kwa ajili ya Yerusalemu. Twende Daudi, na kwa ajili ya Yerusalemu, kwa ajili ya Yerusalemu, mji ule niliyouchagua katika mji yote ya nini, ya kabila ya Israeli. Subiri, unaona, kumbe zamani Mungu alikuwa amechagua Yerusalemu, amejichagulia na akasema hii ni mji wangu. Unaona, alijichagulia. Alipojichagulia akawa anaita Yerusalemu mji wake, akawa anaita hivyo. Halafu Waisraeli nilipowaambieni wakaasi. Walipoasi Mungu alifanyaje? 23:27 Wafalme wa Pili. 20 ngapi mwalimu? Twende ngapi mwalimu? Wafalme wa Pili 23:27. Bwana akasema, naona sasa baada ya sasa wao kuasi, sasa Mungu anasemaje nini? Bwana akasema, nitawahamisha Yuda pia mbali. Sasa Mungu anasema nitawahamisha Yuda mbali nami, ndio kama nilivyowahamisha Israeli. Kama nilivyohamisha Israeli, nami nitautupa ndio mji huu niliouchagua. Unaona, sasa Mungu anasema Yerusalemu ilikuwa mji wake. Sasa anasema nitautupa. Sina haja tena na Yerusalemu. Bimaana manabii wote walikuja kule, hata Yesu akija Mungu alikuwa hana haja na huo mji, ashautupa. Twende Yerusalemu, na nyumba ile niliyoionea. Unaona, ile nyumba ambayo kwamba alijenga kule pia anasema nimeitupa, sina haja nayo. Wakati huo Mayahudi walikuwa wanaelekea kule kibla. Mungu anasema sasa naitupa, sina haja nao. Ndio alipokuja nabii sasa, Mungu sasa kauchagua Maka, akasema ni mji wangu, ndio akajichagulia, akasema na muabudu Mola wa mji huu wa Maka, na akaeleza watu kwamba waelekeze uso wao kule. Kwa hiyo Qur'ani kusema Mola wa mji huu wa Maka haikumaanisha kwamba Allah anaishi ndani ya Maka. Hapana, ni kwamba anaipossess, kwa sababu pale ndani kuna nyumba yake, kuna msikiti, kuna mahali ambapo Waislamu wanaelekea uso wao, ndio maana yake. Sasa nenda 40-60. Hiyo aliitoa 40-60.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Na Mola wenu anasema, Mola wenu anasemaje? niombeni nitakujibuni. Unaona, niombeni nitakujibuni. Twende. Kwa hakika wale wajivunao ndio kufanya ibada yangu, bila shaka wataingia jehanamu wadhalilike. Subiri sasa, aya iko straight na aya ilivyo straight, neno limetumika katika Kiswahili ni kujivuna. Kujivuna iko na maana mbili, na sababu iko na maana mbili, anatofanya Yusufu anachukua maana moja, anataka kuacha maana ya pili. Maana ya kwanza ni ile kama kuwa na kiburi na kuringa, kwa hiyo hapo haingii katika ile aya. Maana ya pili ni kufanya kiburi, kukataa, ndio hiyo ambayo kwamba aya inakusudia. Wale wanaojivuna, bimaana wale wanaokataa kufanya ibada yangu, mfano kama vile Yusufu, wao wataingia motoni na wakarangwe kule. Chukua na Qur'an mpelekee. Ona namna gani? Asubiri. Wacha ni mali, usinikorofishe, nitakupa mic. 40-60 rudia hiyo novel. Na alafu some Kiarabu. Maana wale wanafanya kibri ndio neno lilotumika. Twende mwalimu. 40-60. Ndio. Msome kwa Kiingereza ama mwalimu? Soma kwa Kiingereza. And your Lord said, invoke me. Ndio. Believe in my oneness. Islamic monotheism. And ask me for anything. Sawa. I will respond to your invocation. Verily, those who scorn my worship. Those who scorn my worship. Unaona scorn, S-C-O-R-N. Unaona? Sio wale ambao kwamba they are pride ama nini. Hapana, imetumika neno scorn. Scorn bi maana kukataa, kupinga, kujiweka kando, kufanya kibri. Unaona kama haifai. Twende. I do not invoke me and do not believe in my oneness. Unaona, imepambanua vizuri. Yaani hawaniamini mimi na hawanitaji na hawaniabudu mimi. Twende. They will surely enter hell in humiliation. Unaona, wataingia motoni kwa hali ya kudhalilika. Kwa hiyo iko na maana mbili. Maana ya kwanza ifanyi kazi, maana ya pili ndio inafanya kazi. Ni maana wale wanaokataa kufanya ibada za Mungu, hao ndio ambao kwamba watakaoingia motoni. Waislamu takbir. Sawa, Waislamu rudi kwenye dakika moja. Shako wetu wamechanga pale, walai pesa kidogo sana ya dawa. Hata jefika 1000. Mambo Waislamu waliokuwa hapa, Waislamu tupate tu Waislamu 15 au 20 shilingi 100. Tuone kama utafika pale inshallah. Muislamu sio ndogo, haki hii ni kazi ambayo kwamba inakuhitaji na vile vile inahitaji. Nimeona Muislamu wa kwanza, barakallahu fik, Sheikh wangu, na vile vile Sheikh wangu wa pili, barakallahu fik, wa zadakallahu rizqa taqwa. Mwenyezi Mungu akunusuru na kuhifadhi na vile vile akupe umri wenye baraka. Naona Sheikh wangu pale. Nani mwingine Muislamu? Taka kama Waislamu 20, barakallahu fik. Nimeona watatu, nimekuona wanne, barakallahu fik. Wazadakallahu rizqa taqwa, na kijana mdogo mashaallah, barakallahu fik. Wazadakallahu rizqa taqwa. Nimeona wangapi? Watano, 6. Wasita Muislamu. Wallahi tuko mbali katika hii sadaka. Mashaallah, nimemwona wasita, barakallahu fik. Wazadakallahu rizqa taqwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akunusuru na kuhifadhi na vile vile akupe umri na baraka. Nimeona wa 6, wa 7 na wa 8 iko wapi? Mashaallah, nimekuona wa 7. Ndugu yangu, Mwenyezi Mungu akuhifadhi na akunusuru, vile vile akupe umri na baraka na kuhifadhi kutokana na shari na hasad, na vile vile akupe husnul khatima inda al-maut wal maghfira ba'da al-maut wal afwa bil hisab. Kwa Muislamu wa 8 na wa 9, Muislamu wa 8 na wa 9, Muislamu wa 8 na wa 9, kaka Muislamu wa 8 na wa 9. Mashaallah, Shabi Fatah tuko naye kila siku. Mashaallah, Mwenyezi Mungu akuhifadhi na akunusuru na vile vile akupe umri na baraka. Muislamu wa 10, naomba Muislamu wa 10 apimfanyie sawa. Muislamu wa 10 iko wapi? Muislamu, toa ile sadaka uliyokuwa kwa hiyo. Muislamu ndio nuru katika kaburi. Muislamu, hii ndio ambayo kwamba inakuwekea nuru, kesho ndio itakutetea. Itafika time ukiambiwa kwamba inafika time unataka kutoa, inakuwa hakuna Muislamu. Kwa hiyo kama chance iko, tumia. Iko kwa Muislamu wa 10, Muislamu wa 10 na sadaka yako. Wacha tuone itafika ngapi inshallah. Haya, kupatie huyo tuone. Mwalimu, nitarejelea vitu ambavyo umezungumzia kwa sababu ulianzia mbali. Jambo la kwanza, umeniambia kwamba Ibrahimu ndio aliita Mungu Allah wa kwanza. Nilikupata. Kwa hivyo kuna maana kwamba sijui utaniambia Nuhu alikuwa anahitaji Mungu.
Nani? Nuhu. Allah. Umesema Ibrahim ndio alikuwa wa kwanza. Sio wa kwanza, subiri. Wewe ulisema kwamba wale Waarabu, kwamba Muhammad alikuwa Waarabu. Ndio mimi nikakwambia kwamba hao Waarabu si wao waliinvent jina, lakini walitoa kutoka kwa babu zao zamani. Sawa. Ibrahim aliongea lugha gani? Aliongea Kiarabu. Uko na ushahidi? Na wewe uko na ushahidi aliongea lugha gani? Aliongea Kiebrania. Haya, ishitoa ushahidi. Katika Mwanzo 14:13. Haya, twende. Unasema hivi mwalimu. Anataka basi Waislamu wawili 50 kwanza. Usome hiyo Mwanzo. Mtu mmoja aongee Kiarabu, azaliwe Iraq aongee Kiebrania. Haya. Mtu mmoja nipate Waislamu wawili 50. Ama Muislamu mmoja 100. Wawili tu 50. Mashaallah. Haya, hebu somo yake. Alafu niangalie Waislamu. Huyo mmoja aliyeponyeka ndio akaenda akampasha habari Abrahamu Mwibrania, ndio naye amekaa panapo mialoni, ndio Ibrahim ambaye anaambiwa habari ni Ibrahim mwalimu. Ngoja, Ibrahim anaambiwa habari ni Ibrahim Mwibrania. Ndio. Mwibrania, huyu Mwibrania, Ibrahim Mwibrania. Ndio. Wewe unasema Ibrahim aliongea Kiarabu. Mimi ningependa umsomee Ibrahim. Acha maneno mengi. Huyu ni Mwibrania. Za Mwarabu. Usiende mahali. Ibrahim Mwarabu. Nimesikia kwamba Ibrahim Mwibrania. Kwani Mwibrania ni kabila? Mwibrania. Mwibrania kuna watu wanaitwa Waibrania na wanaongea lugha ile hiyo Israeli na Israeli. Waibrania wanaongea subiri, Kiebrania ni kabila na ni lugha. Ni kabila na ni lugha. Ni kabila. Kuna watu wanaitwa Waibrania, mmoja wao Ibrahimu, mwingine Yusufu. Subiri, na hao watu wana lugha yao. Wao sio Kiarabu, kwa hiyo ni lugha. Wanaongea lugha. Asante. Ni kabila. Wende polepole na kufungua tu polepole. Ibrahim alizaliwa wapi? Ibrahim alizaliwa wapi? Ibrahim alizaliwa kwa mujibu wa Biblia. Nafurahi kwa sababu naanza kuuliza. Alizaliwa Iraq. Asante. Iraq kuna Ibrania. Iraq. Watu walitoka Iraq wanaitwa wa Armenia. Armenia wako nchi gani? Wako nchi ambayo inaitwa Iraq. Na watu ambao ni Armenia, katika hao kuna wao wanaongea Kiebrania. Tuache mambo ya Armenia na kuuliza hivi, ndani ya Iraki kuna kabila inaitwa Waibrania? Walikuwa mmoja wao Ibrahimu alitoka wapi? Ibrahimu, wewe unasema kwamba ndani ya Iraq kuna kabila inaitwa Ibrania? Ibrahimu alitoka wapi? Iraq. Alikuwa mtu gani? Alikuwa Mwarabu, alikuwa Mwibrania. Angalia huyu, subiri. Unajua ukisema Mwibrania nimeona pale akili yako imefika. Mwibrania maana yake mhamiaji. Na Ibra, subiri nikufundishe kitu ulikuwa ujui. Ibra neno ya Kiarabu maana yake kuvuka. Na ameitwa Ibrahimu kwa sababu ya kuvuka. Ibra kwa Kiarabu amevuka. Tunakubaliana kidogo. Subiri. Tunakubaliana. Ibrahimu au sinkorofisha. Vuka. Lakini Abrahamu swali lake ni baba wa mataifa. Hawa kwa nini tofauti? Bisa kibaba wa mataifa ndio tunazungumza baba wa mataifa. Hiyo Qur'ani wa kuvuka. Mpatie mic kidogo. Mpatie mic. Ibrahimu maana yake kuvuka. Hii ni neno la Kiebrania ambapo kwamba ni wengi. Sasa ukisema kwamba Mwebrania ni kama kusema refugee. Huyu refugee ana kabila lake. Yeye ametoka Iraki. Haiwezekani kwamba Iraki mpaka leo hakuna Waebrania. Walioko Iraki Waarabu. Useme kwamba Iraki alizaliwa Mwebrania mmoja Ibrahim peke yake. Haiwezekani. Neno Mwebrania ni mhamiaji. Ndiyo maana yake. Ni maana huyu mhamiaji ako na kabila yake. Kama vile utasema leo Masudani wamehama wamekuja Kenya. Wako na kabila yao. Unaona? Ndio wahamiaji lakini wako na kabila yao. Leo kuna Wanyarwanda wako hapa Kenya. Wako Makongo hapa Kenya. Ndio wao ni wahamiaji hapa nchi lakini wako na kabila zao. Sasa Ibrahimu, subiri, amezaliwa Iraki. Amelelewa Iraki. Ametembea nchi za Kiarabu. Ametoka Iraki ameenda Misri. Alizungumza lugha gani? Qur'ani 11:69. Subiri. Hakuna mahali Ibrahimu ameongea Kiebrania na hakuna lugha inaitwa duniani Kiebrania. Hakuna. Hiyo unaleta sarakasi. 11:69 pale chini. Nasema hivi, wewe namna gani? Kwa hiyo yeye alikuwa anajua Kiarabu. Hakuwa ndani ya Iraki anaongea Kiebrania. Alikuwa anaongea Kiarabu. Alipoenda Misri ataongeaje Kiebrania wakati mfalme wako ni Mwarabu? Angalia huyu. Twende mwalimu.
kuna 169 pale chini. Habari za Nabii Ibrahim. Habari za Ibrahimu, twende. Mtume mashuhuri baada ya Nabii Nuhu. Unaona, baada ya Nabii Nuhu, twende. Alikuwa Iraki. Subiri kwanza, aliishi Iraki, alizaliwa Iraki, alilelewa Iraki. Sasa Iraki unaongea lugha gani? Kiarabu. Sasa alikuwa anaongea peke yake, lugha yake peke yake. Twende. Shamu. Tena akaenda Sham. Twende. Palestine. Akaenda Palestine. Palestine leo anaongea lugha gani? Twende. Misri. Akaenda Misri. Sasa angalia, akienda Misri pale ni kwa Arabu, alikuwa anaongea Kiebrania peke yake. Alifahamianaje na ule mfalme wa Kiarabu? Vipi alimchukua Hajiri ambaye Hajiri alikuwa Mwarabu? Twende. Hijazi. Alienda Hijazi. Hijazi ni ile za Madina, na vile vile akaenda Maka. Maka akajenga pale ile nyumba ambayo kwamba tunaona ambaye ni Al-Kaaba. Sasa alijenga vipi na alizungumza na wale watu lugha gani? Wao unakuja kutuambia Kiebrania. Ibrahimu maisha yake kazunguka area za Waarabu na alikuwa Mwarabu, hakuwa Mwebrania. Mwebrania maana yake ni mhamiaji. Waislamu takbir. Haya, naomba shilingi 100 kwa Muislamu yote. Mashaallah, barakallahu fika, jazakallahu khairan kwa mzee wangu. Mwenyezi Mungu akunusuru na kuhifadhi. Kijana mpoa jana.